sana. Yes, ndio maana nisikuwa nasitiza kinanda kweli, naelewa umuhimu wake. Bwana asifiwe. Na tunaona matokeo, lakini sio tu kwamba watu wanapona, watu wanafunguliwa, lakini pia hata neno la Mungu linapata nafasi kwenye mioyo ya watu, lakini vile vile watu wanamwabudu Mungu. Kwa hiyo kuanzia leo ukija kwenye ibada hizi za semina hii, jipange kuabudu sana na kuomba. Amen. Tuko sawa? Haleluya. Unajua hapa tulikuwa na vita kubwa. Unajua shida ni kwamba watu wanapoona hizi kazi za Mungu wanafikiri ni nini? Ni kawaida. Lakini panakuwepo mapingamizi makubwa mno. Bwana asifiwe. Na mimi napenda nikiona mtu anaanza kutest, najua kabisa anajua mwisho wake tu unakaribia. Haleluya. Najua kabisa mwisho wake unakaribia. Na anajua kuna matokeo makubwa. Nisikilize. Njoo kwenye semina, utatoka kama ulivyoingia. Bwana asifiwe. Sijajitambulisha hivi. Tunafahamiana jamani. Kuna mtu anifahamu tena? Kuna mtu anifahamu kabisa? So unaona hakuna hata mmoja, si ndio? Amen. Tuendelee mbele. Umeogopa? Umeogopa hata asubuhi au kuna wageni? Sawa. Majina yangu naitwa Aristides Leopold. Kalile Leopold. Aristides liache kama uliwezi kulitamka. Wewe tamka Leopold. Amen. Ni mtumishi wa Mungu kwa eneo la uinjilisti, lakini pia na walimu. Amen. Kwa hiyo tutakuwa wote na tutaombeana sana. Nikaribisha wana maombi, nasema muda fulani tuonane, hatujaja lakini jioni rafiki tukimaliza tuonane, sawa? Tutakuwa na maombi ya mfululizo. Sasa sema ni saa ngapi? Sababu wako wanategesha niseme saa ngapi nao wakaribie. Sikwambii. Ni siri zetu, tutaingia saa ngapi kwenye maombi tunajua. Bwana asifiwe. Amen. Tuko sawa? Tuko sawa kabisa. Sumesha nielewa, natokea wa Mwanza, ni Mnyambo, mkoa wa Kagera, na mke mmoja, toto wawili, mke wangu anawasalimia. Sasa mimi siwezi nikasema mzuri au mbaya mpaka nije naye siku nyingine. Alafu ndo mseme, lakini mzuri. Bwana asifiwe. Na bwana mambo kila mmoja anajua uzuri na ubaya wewe mwenyewe. Kwa sio kaanza kunidefine hapa. Ila mke wangu mimi naona ni mzuri sana. Sawa? Mungu akubariki. Tuko tayari? Sasa mpiga kinanda usipoe. Yaani ukae kwenye kinanda unapiga zile za chini. Si sawa? Tafuta zile ambazo kabisa zitatuingiza kwenye wepo fulani. Haleluya. Tuko sawa? Kabisa. Huko tuko sawa? Tumpigie Yesu makofi nijue tuko hai kabisa. So hawako sawa. Wewe mpigie Yesu makofi kama tuko sawa. Tumpigie Yesu tena makofi kama tuko sawa sawa. Amen. Somo ambalo Mungu ametupa linasema dhana ya nguvu za Mungu. Dhana ya nguvu za Mungu. Concept of God's power. Dhana ya nguvu za Mungu. Natembea nalo kwa siku 8 na tutalifanyia mazoezi mno sana. Kwa hiyo nikuombe mwenye shida, tatizo, njoo. Tutakuwa na muda mrefu wa maombi. Na leo kwa sababu tumeanza kidogo hapa tutakuwa na muda mrefu wa maombi kwa siku hizo tulizonazo. Dhana ya nguvu za nini? Za Mungu. Kwa nini Mungu amenipa somo hili? Halo? Ningeweza kuwa na somo lingine. Na somo hili nimelipata hapa madhabahuni. Usiku pia naomba Mungu anaweza kunifunulia vitu kadhaa. Kwa hiyo mimi sina kawaida ya kuwa na masomo Sina kawaida ya kuwa na masomo kama niende sehemu fulani, hamna. Nikienda eneo napata somo huko. Kwa Mungu amenipa somo, maana yake ni la hapa. Nisikia usiku. Nilikuwa nahangaika sana mchana. Na sipooni kabisa mpenyo wa kitu cha kusema. Alafu usiku Mungu akafungua kitu, nikaanza kusikia vitu. Sasa Roho Mtakatifu alichoniambia na waandika hivyo. Kwa nini somo hili? Mungu ameniambia kuna watu ambao nguvu za Mungu hawazielewi ni nini. Andika hivyo. Yaani Roho Mtakatifu bwana ananifunua somo hili, akana niambia nifundishe kwa sababu kuna watu mnaposema nguvu za Mungu hawaelewi ni nini. Na hawaelewi kabisa ni nini. Hiyo ni sababu ya kwanza kwa Roho Mtakatifu ameniambia niwafundishe. Yaani unasema nguvu za Mungu uelewe ni nini. Alafu jambo lingine la pili, watu wengi hawaziamini nguvu za Mungu.
Sababu ya pili, watu wengi hawaziamini nguvu za nini? Za Mungu. Hiyo ndo sababu ya pili. Watu wengi hawaziamini nguvu za Mungu. Namba 3, wengi wanaamini nguvu za giza na sio za Mungu. Mungu akananiambia kwamba kuna eneo watu wengi wanaamini nguvu za uganga na uchawi. Wanaamini. Ukiwaambia kama mganga fulani kaua mtu, wanaamini. Ukiwaambia kama mganga fulani analetaga mvua, wanaamini. Wanaamini mchawi anaweza kuroga na ukaugua. Wanaamini. Hello? Kwa Mungu akananiambia nifundishe somo hili, kwa sababu watu wengi wanaamini nguvu za kiganga na kichawi kuliko za nani? Za Mungu. Na ni wepesi wa kuziamini na kujua kabisa zipo. Lakini tukija upande wa Mungu aliye hai, watu wengi hawaamini nguvu za Mungu zipo. Na wengine ambao wanaamini zipo, hawaamini utendaji. Hawajui kwamba nguvu za Mungu ni halisi. Bwana asifiwe. Yaani unasikia nguvu za Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu, watu hawaamini kama ni halisi. Wanadhani ni kitu fulani, nadharia. Wengi wana nguvu za Mungu nafikiri ni nadharia. Tukiongea nafikiri ni nadharia. Sasa katika somo hili nitakuonyesha nguvu za Mungu sio nadharia, ni kitu halisi. Nitakuonyesha. Bwana asifiwe. Sio, ni kitu halisi. Kwa Mungu ananipa somo hili kwa sababu anajua kuna uhitaji wa watu kufunuliwa, kufunguka akili zao. Wanaposoma Biblia wakiona nguvu za Mungu ndani yao, wana imani kwamba zipo. Kuna sehemu anasema, nitasoma, ya kwamba tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia nini? Ya imani. Sasa watu wanasafiri, hawaamini kama nguvu za Mungu zinaweza zikawalinda na kuwatunza. Na nao wakisikia nyau kwenye bati, wengi wanawezekana kutemea kujua wanakufa na kuogopa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao hawana imani juu ya nguvu za Mungu. Na matokeo hawajiamini, matokeo wanakuwa wanyonge, matokeo wanatishiwa, wanatishika. Na akisikia mahali fulani kuna mganga, hawezi kwenda hata kumshuhudia au kusema naye, kwa sababu wanaamini mganga anaweza kufanya, wao waamini kama anaweza kufanya. Na ndio shida ya mwili wa Kristo. Watu wengi wako makanisani, lakini uwezo ndani wa kujua kabisa nguvu za Mungu zipo, na naona nikazitumia ili kujiletea manufaa, kujiletea ubora kwenye maisha. Watu wengi waamini hilo. Bwana asifiwe. Mungu alipokuwa ananifundisha hivi, kitu ambacho mojawapo akili yangu inasema, mawazo yangu yanasema, kila kazi unayoifanya ni Mungu anafanya. Kwa sababu situmii tu nguvu za mwili, nyuma yake kuna nguvu za Mungu ambazo zina backup au ziko nyuma ya kazi yangu. Kwa hiyo nikiwa nimefanya kazi, nimeona matokeo, utukufu sijiipi mimi, utukufu nampa Mungu, kwa sababu iko nguvu nyuma yangu ambayo inanisapoti. Na ukianza kutokuwa na imani juu ya nguvu za Mungu, matokeo, utukufu unajipa wewe. Kwa sababu Biblia inasema sio kwa nguvu, sio kwa nguvu za kwako, ila ni kwa uwezo wa nani? Wa Mungu. Ni kwa sababu nguvu za Mungu ndio zipo, zinatupeleka mbele, zinatusaidia mahali tumekuwa tunatoka, kwa sababu ziko nguvu za Mungu. Sasa watu wengi hawajui zinafanyaje kazi. Na kwa maana hiyo, ukilima ukapata, unasema kwa kweli isiyekuwa bidii nisingepata. Hapana. Ukipata fursa tu ya kazi fulani ukafanya, unasema ni mimi mwenyewe. Baba anasema sio hivyo, ya kama Mungu ndiye atupae nguvu ya kupata utajiri ili tulimaisha agano lake. Iko nguvu nyuma ya kila kitu. Tupangane mikono watu wa Mungu, pigia Yesu makofi mengine. Watu wengi wanajipa utukufu kwa sababu hawajui ya kwamba nguvu za Mungu zipo na ni halisi. Kila wakati kazi zangu zinaposafika ofisini, wanamuona Mungu. Halo? Sikie. Usikae ukiwa na mawazo ya kibinadamu, ya kikawaida. Wewe usijichukulie kama mtu wa kawaida wewe. Ndani yako uwe na imani juu ya nguvu za Mungu.
Ndio maana tunakwambia njoo hapa tukuombee. Usiwe kafikiri sisi sio binadamu kama wewe. Kitu ambacho tumejua tu ni kwa tunajua nguvu za Mungu zipo na zinafanya kazi. Kwa usibabaishe. Nguvu za Mungu zipo. Lakini pia watu wanaweza kuwa rahisi kukubali muujiza wa kishetani, sio wa Mungu. Halo. Mtu akifanya tu kazi ya Mungu kaonekana, matunda, matokeo, muujiza ukafanyika, wanasema ni nguvu, ametumia nguvu za shetani. Hata Yesu alimwambia ametumia Beelzebuli. Why? Kwa sababu ni mentality, ni fikra za watu wengi ya kwamba nguvu za Mungu hazipo. Wanamuinua shetani kuliko Mungu. Wakikwama, wakipata shida, wanaendea waganga wa kienyeji, kwa sababu ndani yao waamini kama Mungu nguvu zake zipo zinaweza kukusaidia. Wangu hapo. Daudi akasema, nitainua macho yangu, tazama msaada wangu utatoka wapi? Anasema katika Bwana aliyeziba mbingu na nchi. Ifikia wakati watu mhitaji Bwana Yesu kwenye kila jambo. Mambo yaendi, usimtazame mwanadamu. Vita viendi, usimtazame mganga hapo. Tazama kuna nguvu za Mungu nyuma yako, zinaweza kukuvusha na kusaidia. Sema haleluya. Nisikilize. Wakati wa matatizo unawaza nini kwanza? Nguvu za Mungu watu hawaamini. They don't believe. Kama Musa asingeamini nguvu za Mungu, asingevuka bahari ya Shamu. Nyuma kuna maadui, mbele kuna bahari. Halafu Musa anasimama anasema, hao msiogope. Hao mnaowaona mtaona tena. Bwana tutupigania, tutanyamaza kimya. Hayo maneno yalikuwa ni ya Musa mwenyewe, akiwatia wao, akijua iko nguvu ya Mungu inaweza kutawanya bahari ya Shamu akapita, adui akaangamia. Kuanzia leo ujiambie ya kwamba ukuta naoona haupo ukuta, ili daraja nitavuka. Ujiambie kwa sababu iko nguvu yenye nguvu kuliko nguvu zote. Usiwe mdhaifu hivyo. Unakuja kanisani bure. Kanisani mahali pa kuchota nguvu. Kama yule mwanamke aliyekuwa anatafuta ipende kisima kilichokuwa kinatibuliwa, aliyekuwa anatafuta na kuwahi, ndio alikuwa anapona. Ukija ibadani, hakikisha unazitafuta nguvu za Bwana katika kuabudu, utoaji wa sadaka, ukimwomba Bwana, hakikisha hizo nguvu za Bwana zinakuja juu yako, watembea nazo. Sema haleluya. Unakuwa mwepesi. Unatisha. Ukitishiwa tu pale umekwisha. Aisha, ndakufundisha. Ndio maana Mungu ameniambia nifundishe dhana ya nguvu. Watu wengi hawaelewi nguvu za Mungu zipo. Na kwenye semina nitakuwa nafanya mfano. Uone nguvu za Mungu zinafanya kazi. Punga mkono. Halo. Kipindi fulani, mwape mfano. Hivi hapa nakuwekea msingi. Halo. Punga mkono. Pia nafanya kazi mahali fulani. Tulikuwa, mimi ni mjenzi kwa mfano. Tulikuwa site fulani hivi. Tumesimamia ile site ilikuwa yeni. Alafu nikaja nikaambiwa ile site kuna waganga wa kutosha, walikuwa wataki ule mnadi pale. Wamepambana uchawi. Alafu mimi ndo nasimamia. Sasa kuna mmoja wapo ambaye alikuwa ni mfanyakazi mwenzangu alikuwa chini yangu mahali. Na alikuwa mchawi. Akaanza kutaka control na kunicontrol. Mimi nikawa nakataa. Yeye unajua watu wengi walikuwa wanamuogopa kwa sababu wanamjua. Sasa nashangaa huyu jamaa mbona aniogopa? Sababu alikuwa anadhani mimi nitafanya nini? Nawaambia wewe hujai kutana na mimi. Nilikuwa mgeni hilo eneo. Walikuwa wanijui. Akaanza kupambana. Akaanza kunichafua kwa maneno kila kitu. Mimi iko kimya. Wala siongee chochote. Namshughulikia yule Mungu wa roho. Shughulika na yule mama. Tukaenda na shughuli. Alipoona jamaa uchawi ukashindikana. Piga tukaenda. Mradi ukaanza kwenda kwa mbinde kusuguana unaenda. Baada ya muda nikaona maono. Yule mwanamke yuko mbele yangu, amepiga magoti, anatoka machozi, ameinua mkono juu. Mpigie Yesu makofi. Wale maana yake nini? Amesarenda. Kaamua kukubali kwamba yule jamaa siliwezi. Lakini ni kwa sababu ndani yako kuna mentality ya kwamba kuna nguvu za Mungu.
Ukishakuwa na mawazo kwamba nguvu za Mungu zipo ndani yangu, ziko juu yangu, hakuna kingine kinazidi hizo nguvu. Huwezi kuogopa vitu vidogo vidogo. Ushinda vitu vidogo vidogo. Mwanamke yule akatoa machozi, nikamta. Sasa kilitokea ni alivyotoka kwenye ulimwengu wa roho, asubuhi ya kukutana naye akawa ananikwepa, ananiogopa. Nikamwambia na bado moyoni, nikamwambia na usiku nimeona, asubuhi ananiogopa. Alikuwa aniogopi. Kilitokea ni nini? Akasimamishwa kazi. Ghafla akasimamishwa kazi. Sasa jiulize, bosi wako upo naye sehemu imeharibika, bosi wako hajasimamishwa, amesimamishwa. Sio upendeleo, ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Kila mtu anashangaa, mbona huyu jamaa ndo alikuwa juu ya anaongoza hii kitu, watu wengi wamesimamishwa, yeye yupo. Naambia ulimwengu wa roho. Kaa naangalia tu. Baadaye ameweka kwenye chemba ya nidhamu, na hiyo rifari kwenda kuwajibishwa na kuhojiwa. Yale mahojiano kama lisingekeopa alikuwa anafukuzwa kazi. Mungu alivyowaajabu kwenye mahojiano, wakamtafuta bosi wao. Nende nikaongee mbele ya kamati. Pigia Yesu makofi wewe. Ujue yako na nguvu za Mungu. Pigia Yesu makofi ya shangwe, haleluya. Nikaanza kueleza. Mungu ndani yake ananiambia, msaidie mama huyu. Mimi ndo nilimtetea mpaka watu wakamwambia arudi kazini. Ningepiga kigingi alikuwa anakwisha. Nini? Nakwambia mnisikilize. Ukiwa ni mtu ambaye unaziamini nguvu za Mungu, utakuwa mwepesi. Nisikilize, ukiwa na mentality ya namna hii, hakuna kitu kinakusumbua ulimwenguni. Hapa hii semina nisije kuja, unajua. Nilikuwa na siku 28. Hii semina imefika. Bosi amekataa. Akaniambia tunakuamini kwenye hii kazi, lazima umalize. Wiki 2 usogee, utaenda baada ya wiki. Nikamwambia mzee, mimi na huduma Njombe. Nikamwambia yaani mheshimiwa, niko chini ya miguu, ina huduma Njombe. Akasema hamna. Nikamwambia sawa. Nikatoka pale nikaingia kanisani. Nikatafuta nguvu za Mungu. Piga hapo nikarudi. Mbia mzee nimerudi. Kaniambia muite afisa utumishi wako. Nikamuita. Ananiambia tumekupa wiki 2 kwanza nenda. Bwana sheza. Yaani mimi nimejiandaa muda mrefu na huduma hii, ni kuache kabisa. Nini? Kwa sababu watu wengi ni kwamba tuna mentality ambazo hatuamini Mungu yupo na nguvu zake zipo. Halo? Bwana asifiwe. Ujizoeze kuziamini nguvu za nani? Na hata wewe mwanadamu mwenye nguvu namna gani, wewe unaamini Mungu yupo kuliko mwanadamu. Mimi naona watu wanaopambana wanasiasa na washangaa. Unapambana na mwanasiasa huyo, hiyo milima itashushwa. Mabonde, yani mahali ambapo naamini nguvu za Mungu. Usiwe ni mtu wa kuogopa watu. Unasema tu maneno. Hawa watu naona wafikiri ni milima. Subiria. White. Kama sio Mungu aishimu. Taniambia. Mwambie mzako, Tanzania usiogope. Tanzania kaa salama. Msijione wanyonge. Mungu yupo kazini. Nakwambia Mungu yuko kazini kuliko unaofikiri wewe. Kila watu wengi waamini nguvu za Mungu. Kwa maana hiyo hawana uzoefu wa kuziamini na kuziacha zifanye kazi. Sasa Bwana nikwambie mambo machache. Bwana nikwambia mambo machache. Hapa naweka msingi tu. Nakupa hamu ya kunisikiliza mpaka mwisho. Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya 8. Kwanza kibiburia, Biblia imeonyesha nguvu za Mungu zipo. Sasa zinafanyaje kazi? Ni nini? Nitakuonyesha kwenye semina hii. Yaani unajua semina hii kazi yake kubwa itakuwa ni kuonyesha nguvu za Mungu jinsi zilivyo. Ili imani ile kusaidie kwanza kuziamini. Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya 8. Biblia inasema mtapokea nguvu akisha waijiria juu yenu Roho na Takatifu. Kwa hiyo jambo la kwanza, anayeleta nguvu ni Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Andika.
Anayeta nguvu ni Roho Mtakatifu ndani. Andika hapo. Hapa najaribu kupa msingi kwanza. Anayeleta nguvu ndani ya mtu ni nini? Roho Mtakatifu ndani ya mtu ndio analeta nguvu. Mtapokea nguvu akisha wajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kuna kitu Mungu ananifundisha, ananikumbusha kingine. Nitafundisha mwishoni. Watu wengi hawaamini kama Roho Mtakatifu anaye. Warudie sentensi. Watu wengi hawaamini kama Roho Mtakatifu wanaye. Sasa tuanzie hapa. Usipoamini Roho Mtakatifu unaye, huwezi kuamini nguvu zake. Mwambo. Yaani kwanza, kama uamini kwamba Roho Mtakatifu huyu tunayemzungumza ni kitu gani na yuko wapi? Kama uamini kwamba yuko huku ndani, tayari hata nguvu zake huwezi kuwa nazo. Na hata kama nguvu zipo, hazina mtembeo unaopaswa. Kwa hiyo tu sio tu nguvu za Mungu kujua. Hakika unaamini kwamba Roho Mtakatifu yupo. Sasa unajuaje Roho Mtakatifu yupo? Ni swali. Unajuaje kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yako? Mwangalie mwenzako. Mwambie unaamini Roho Mtakatifu yuko ndani yako? Halo? Sasa hilo swali naomba uliandike alafu niachie mwishoni. Ili ujue Roho Mtakatifu yupo ndani au hayupo. Sababu hiyo ni changamoto kubwa. Watu wengi hawaamini kama Roho Mtakatifu yupo ndani. Wanamsema, wanamuimba kwenye vitabu, wanamzungumza, wanamuhisi, lakini hawajui kwamba yupo. Halo? Sasa hapa uanze kutega masikio. Nitakupa hatua gani ambazo zinakujulisha kwamba Roho Mtakatifu yupo. Na hatua gani unafanya hadi Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Hizo nitaongea mwishoni. Usiache kupiga ya chini chini. Halo? Kwa hiyo, jambo la tatu. Roho Mtakatifu sio nguvu, ila anazo nguvu. Roho Mtakatifu sio nguvu, ila anazo nguvu. Roho Mtakatifu sio nguvu, ila anazo nini? Nguvu. Kwa nini nakwambia haya? Halo? Kwa nini nakwambia haya? Mnisikilize. Biblia inasema ukizimia siku ya taabu nguvu zako ni chache. Sio ndio? Sasa ile kwamba nguvu zako ni chache haimaanishi Roho Mtakatifu ni mchache. Yaani ile kwamba nguvu zako ni chache haimaanishi Roho Mtakatifu ni mchache au ni mdogo. Roho Mtakatifu ana nguvu zote. Roho Mtakatifu sio nguvu, ila anazo nguvu zote. Ila ni kwamba zinakupungukia wewe, sio yeye. Zinakupungukiwa wewe, sio. Sasa ndo hapa na kueleza, kwa sababu mwishoni nitakuwa nafundisha namna gani ya kuongeza nguvu. Kwamba yeye yuko ndani. Yuko ndani tayari. Anazo nguvu. Kwa nini nguvu zote alizonazo usipate wewe? Kwa nini hazitumiki zote? Kwa nini ifike bahari nguvu zake ziwe chache upite kwenye ukame? Ni kwa sababu kuna sababu kadhaa nitaongea. Mnanisikia? Kwa hiyo ukiona nguvu zimepungua, ulikuwa na mama risali moja, mawili, matatu, manne, sasa hivi hata dakika 15 hauwezi. Roho Mtakatifu sio kama ameondoka. Yupo na nguvu zake ziko vile vile. Kuna tatizo fulani. Kwa hiyo nitakufundisha ukiona nguvu zimepungua fanya nini na chanzo ni nini. Kwa haya naongea yote nitawafundisha. Unajuaje Roho Mtakatifu yupo? By the way, baada ya semina hii nitakuwa na maombi ya watu kumpokea wasio naye. Na sio kumpokea, hata kujazwa na nguvu zake. Sasa unisikilize mpaka mwisho.
Kwa sababu utakapojazwa ndio utakuwa muumini rasmi. Kwa hiyo kwa sababu kama hujajazwa wewe sio muumini. Wewe bado ni mpagani. Wewe nielewe tu, bado utanielewa huko baadaye. Halo. Sasa tuangalie dhana za nguvu. Nguvu za Mungu nataka nikufunie zikoje? Yaani tunaposema nguvu za Mungu ni nini? Bwana asifiwe. Dhana ya kwanza ni nguvu isiyoonekana kwa macho wala kushikika, ila inaonekana kwa matokeo. Ni nguvu isiyoonekana kwa macho wala kushikika, ila inaonekana kwa matokeo. Tumemaliza? Hello. Sasa hebu naomba nani? Njoo binti. Njoo. Unaona wewe binti huyu? Sawa. Haya. Ukimwambia nguvu za Mungu zinafanana na nini? Nguvu za Mungu zinafanana na nini? Ndio hivyo, ndio Wakristo wengi walivyo. Yaani ukiambiwa huwezi kueleza. Sasa na kwa sababu hujui kueleza, na sasa wengine ambao wanasikia nguvu za nani? Anaposema mtumishi fulani ana nguvu, hawaelewi. Halo? Sasa usipoanza kujua nguvu za Mungu zikoje, hutajua na hutakuwa na imani nazo. Cha kwanza, nguvu za Mungu hazionekani kwa nini? Kwa macho. Sawa? Yaani huwezi kama vile ambavyo naona hii taa au naona Biblia namna hii, nikisema Biblia hii hapa. Nguvu za Mungu hazionekani kama hivi. Lakini pia nguvu za Mungu huwezi kuziguswa kazishika. Ile nguvu za Mungu tunaziona kwa matokeo. Kwa ukitaka kujifunza nguvu za Mungu, kwanza uwe ni mtu ambaye unazijaribu nguvu za Mungu zilete matokeo fulani. Haya. Kwa hiyo kiufupi, nguvu za Mungu zinaonekana wakati zikifanya kazi. Wakati zikitenda ndio tunasema ni nguvu za Mungu. Kwa sababu tunaziona kwenye utendaji. Mnasikia? Na kufundisha mimi nakupa majitu fulani ya kutia hasira. Yaani nataka nikufundishe kitu fulani. Nguvu za Mungu waza kuwa na imani nazo. Azisikiki. Uwezi, ndio maana msikize. Kwa nini watu mtaani wakiona watumishi wa Mungu wanaomba, wanafanya vitu, wanaombea, wanashangaa inakuaje? Mbona vitu fulani vinatokea, inakuaje? Ni kwa sababu wangedhani tu wanataka waone uganga, mtu anairizi napumua hivi. Napumua ndo amini hizi, ndo hapa kuna nguvu. Nguvu za Mungu haziko hivyo. Ndio watu wengi sana wakienda mahali wakawaambia kuna maji, rahisi kuyachukua kwa sababu wanataka kinachoonekana. Usipofundishwa kumjua Mungu utakuwa unababaika mno. Ukiona maji wanasema kwa sababu ni maji tu naweza nikashika basi nguvu za Mungu. Ni kwa sababu gani? Hawaamini nguvu za Mungu kwamba kitu kisichosikika wala kuonekana, ila kinaonekana kwenye matokeo au kwenye utendaji. Okay, angalia Waefeso 3:20. Waefeso 3:20. Twakupa heshima na sifa zote, Ee Mungu umetukuka. Waefeso 3:20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu za Mungu lazima zitende kazi ndio tujue ni nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu usipotenda kazi huwezi kuzitambua. Mnasikia? Nguvu za Mungu kanuni yake zinatendaga kazi.
Zikitenda kazi tunaona matokeo ya zile nguvu. Ila wewe utaona wala utajua. Lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna baadhi ya ishara. Kuna siku moja Mungu alikuwa, siku moja niliendaga mahali, ilikuwa Kagera kule, na hubiri. Baada ya kutoka madhabahuni namna hii, yule mama, nadhani mama ana roho ya kinabii, mama mchungaji yule, kenda baka akaomba, nikaona amenishika mkono. Sasa akasema mama mchungaji, jamani wasije wakafikiri labda mimi nashika mkono. Anashika mkono, anaomba. Akamaliza, akapata lesi. Sasa mimi sijui kinachoendelea. Nikamwambia mama mchungaji, akasema ulikuwa kwenye mkono wako kuna moto mkubwa, na mimi nitaka niombe pamoja nawe huo moto uingie ndani yangu. Lakini mimi natembea naona tu mkono wa nini? Wa kawaida. Ila mwenye macho ya kiroho anaona. Sasa kwa sababu watu wengi, ndio maana mimi huwezi kunibabaisha eti mimi niko peke yangu. Unaniambiaje niko peke yangu? Mimi najua watumishi wangu ni miali ya moto. Kwa hata nisimama madhabahuni, hata kama kuna mchawi yuko pale, wewe tuma mishale itakurudia mwenyewe. Wewe tuma uganga wako itakurudia mwenyewe, kwa sababu nimefunikwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Wewe mpishia. Hakuna santa ogopa kama madhabahuni. Hakuna santa ogopa kumtumikia Mungu. Hakuna santa ogopa. Kwa sababu najua nguvu za Mungu sizioni, ila najua sipo. Nikitenda kazi naziona. Nikihubiri namna hii nasikia neno linapenya kwenye masikio ya watu. Watu wanajazwa nguvu, watu wanapokea. Kwa hizo ni nguvu za Mungu sizioni, ila naziona kwenye matokeo. Haleluya, haleluya. Naziona kwenye matokeo yake. Kwa hiyo ujifunze kutafuta dalili za nguvu, yaani utendaji. Uwe ni mtu wa kutafuta nguvu za Mungu zitende nini? Kazi. Ndio unaanza kujua nguvu za Mungu zilivyo. Unazitambua kwenye utendaji. Piga Yesu makofi. Ongeza makofi, haleluya wewe. Warumi 1:19 hadi 20. Warumi 1:19 hadi 20. Paulo anasema, sionei haya nchi, kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo mnisikilize. Tujue nguvu za Mungu zipo, tunaona warokole. Nirudie. Sionei haya nchi, kwa maana uwezo wa Mungu uletao wokovu. Mnisikilize, wokovu hauletwi na mhubiri. Hivi unafikiri mtu anapata hela kwenye umalaya, yaani anajua kabisa hii niishi niende tu ni kazini nipate hela, na ameishi kwenye zile hela na anafaidi? Unajua kuna malaya wana hela. Achana hawa mitaani kule nenda Dodoma tu hapo, wanastegesha wabunge, akienda tu milioni 5 wanajenga mpaka nyumba. Hao ndo wakina Rahabu. Halafu eti leo hii amekubali kuacha ulevi, kuacha uzinzi, kuacha kicho kwa kinampa uchumi, amekubali kujinyima na kumtafuta Mungu. Sio rahisi kama unaofikiri. Kwa ili tujue ya kwamba nguvu za Mungu zipo, tunawatafuta wapendwa, tunawauliza tuambie uliokokaje. Hata kwambia mimi nilikuwa mbaya, mimi nilikuwa mwizi, mimi nilikuwa mara. Ukiona hivyo ujue nguvu za Mungu ziliweza kuwabadilisha, ziliweza kuwaletea matokeo, wakatoka kwa watu wabaya na kwa watumishi wa Mungu. Ndio nguvu za Mungu zinafanya kazi. Wewe mwenyewe unajua ulikuwa mtu mbaya, lakini mpaka leo unampenda Mungu. Ilikuwaje? Ni kwa sababu sio tu kitu ambacho kimefanya, ni kwa sababu nguvu za Mungu zinafanya kazi bila kuonekana, wanaona matokeo. Utajiona tu unapenda maombi, utajiona tu unamuogopa Mungu, utajiona tu unakataa ubaya, utajiona mnataka kujitenga na watu, ule hofu na uacha, ukifanya unajisikia vibaya. Ni kwa sababu iko nguvu isiyoonekana, lakini inatenda kazi, inaleta matokeo. Unaweza ukayaona kwa macho yako. Sema amen. Nguvu za Mungu zinadhibitika kwenye matokeo. Jifunze kutazama matokeo ya nguvu za Mungu. Bwana kuonyesha kitu kingine cha ajabu. Yohana 3:8. Yohana 3:8. Ana masakateri andaranae. Korapate dama. Kote masokotana mandora.
nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu hakutamani, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu hakutamani, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu na Yesu, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakutamani. Pigie Yesu makofi, haleluya. Yohana sura 3 aya 8 anasema, upepo uvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini ujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Halo, mambo ya Mungu ukitaka kuyajua, tafuta matokeo kwanza. Nitakuonyesha kwenye Biblia. Huyu Nikodemo anauliza, naweza nikazaliwa nini? Mara ya pili akamtafuta mwalimu usiku, sababu alikuwa ni mtu mzito kwenye ile nchi. Yesu anamwambia kilichozaliwa kwa Roho ni roho, na kwa mwili ni mwili. Akasema, inawezaje nikazaliwa kwa Roho? Kwa sababu hayo ndio maswali ya watu wengi. Wanasema, hii roho inafanyaje? Inakuwaje? Nisikilize, roho inafanyaje haikuhusu. Inakuwaje? Unachokitaka ni matokeo. Mimi mwenyewe siwezi nikajua Roho Mtakatifu anaponyaje watu, sijui. Hata ukiniuliza sijui na anaponyaje. Sijui mapepo tunawafukuzaje, sijui. Yaani hakuna mtumishi mtaalamu wa kujua kwamba pepo inakuwaje au mtu anaokokaje. Mtu anazaliwaje anakuwa mtu wa Mungu na moyo wake unabadilika. Hayo sio ya kwako. Mungu anachokifanya anakuonyesha matokeo. Anasema, hivi wangapi wanaamini upepo upo? Kama uamini na wewe una matatizo makubwa. Wanaoamini upepo upo, mkono juu. Unaaminije upepo upo? Ulishauona? Nataka nikurudisha huko. Wewe jamani, upepo umeozoa nyumba yangu, umeushika. Kuna mtu alishaona upepo? Kama unaamini upepo, kwani usiamini nguvu za Mungu? Yaani kama unaamini upepo huu unaweza ukapeperusha pale mtu kaanguka, padi likaondoka, auoni, hawezi lakini unasikia sauti yake na unaona matokeo. Hii ndicho ambacho Mungu Yesu alikuwa anamwambia Nikodemo, ya kama upepo unavuma, unatoka huku, unaenda huku, hawezi kaushika, huwezi kauona, lakini unachokiona sio upepo, unaona matokeo ya upepo. Upepo huonekani, ila unaona matokeo ya upepo. Upepo ukifanya kazi, nyumba inaanguka. Ukifanya kazi, mtu unaanguka. Vile nguvu za Mungu ndio zilivyo. Ndio maana Biblia inasema siku ya Pentekoste, Matendo ya Mitume sura ya 2, ikaingia uvumi kama upepo. Kwa nini nasema upepo? Kwa sababu Roho Mtakatifu na nguvu zake zinafanya kazi kwa sura ya upepo. Hazionekani, hazisikiki, lakini unaona nyumba inaanguka, unaona watu wanafunguliwa, watu wanatembea, viziwi wanasikia, wenye ulemavu wanasimama tena, walio na kiu wanapokea, kwa sababu nguvu za Bwana zinaonekana kwa matokeo. Uweze kushika unachokitaka, usitaki kuzishika. Ingawa nitakuja kuonyesha nguvu za Mungu unaweza kuzihisi. You can feel. Nitakuonyesha. Paka watu wengine unasikia kabisa. Paka pengine unashanga, paka watu unabadilisha na ngozi. Nitakuja kuonyesha. Ila zenyewe huwezi kuziona. Haya. Ngoja niwaambie, wanasayansi wote hawajui nguvu ya umeme imetokea wapi. Unajua unachokiona hiki? Unaona hii? Sio umeme. Mungu alivyoumba ulimwengu, aliumba sawasawa na yeye anayofanya kazi. Unaona hiki unachokiona? Mimi nakuhakikishia unachokiona huu sio nini? Wala hakuna mahali wanakuambia umeme ni huu. Hawapo.
Wale waliosoma sayansi wanajua kwamba energy, yani nguvu, haiwezi ikaribika, lakini inaweza kubadilishwa, inaweza kutransform. Kwa hiyo mnisikie, mnachokiona sio umeme, mnaona mwanga, sawa? Kwa hiyo haya mnaona matokeo ya umeme, ila umeme mwenyewe hakuna mtu aliyeushika. Hata wanasayansi mimi nasoma umeme kule kidato cha 5 cha 6, unasoma mambo ya ajabu, mara electrons zinafanya, yani unachora kitu fulani, mara electrons zina flow. Ukiwauliza tuambia ukiona umeme ukasoma unao flow kwenye nyaya namna, ni theory, nadharia. Na wanasayansi wamejaribu kubreak na new electrons, protoni, vipi na yani wamejaribu kueleza sana, lakini hawajawahi kuwa na evidence, yani hawezi udhihirisho wa mwili, hawajawahi. Wanakuambia bwawa unatafuta ni maji kazi yake ni nguvu ya kuzungusha nini ile nani, kuzungusha ile pump, ile generator. Ikizungusha generator afu inasema yatoa nini, umeme. Inakuaje? Yani kuzungusha yatoa umeme. Wakwambia umeme uko wapi? Hawakuelewa. Yani umeme tunaona kwa nini? Kwa taa. Hata unafunga umeme nyumbani, TANESCO ataleta umeme, hawajawahi kuushika. Watoa kwenye chanzo labda maji au upepo umevurungusha na nikili, ile mashine imetoa imekuja kwenye hizo nyaya na transformer, umeme nyumbani kwako. Wanasema umeme uko nyumbani kwa sababu unaona nini? Mwanga. Unajuaje kama umeme nyumbani haupo? Swali. Unajuaje umeme nyumbani haupo? Ukiwasha taa isiwake. Kwa hiyo na maana taa isipowaka umeme nini? Ila umeme mwenyewe hujawahi kuushika. Hiyo ndio Mungu anavyofanya kazi. Ndio maana watu wanaosema watumishi mnaangusha watu, kwa nini mpaka mkombea wanaanguka? Mimi siwezi kuangusha mtu. Mimi namwekea mikono anaanguka mwenyewe. Wewe muulize unaangukaje? Ni mwenyewe haelewi, mimi sijui. Hakuna mtu anataka mtu akae kwenye mavumbi, hayupo. Lakini nisikili, mahali penye nguvu mwanadamu anakosa nguvu zake. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu alipotaka kumtoa Eva kwenye ubavu, Adamu alilala. Mungu akiwa anafanya kazi kwa nguvu, mwanadamu nguvu zake zinaisha. Ndio maana kwa watu nguvu za Mungu zinakuwa kali kwa watu, mpaka watu wanajisikia kuishiwa nguvu, kwa sababu nani alishapigwa shoti ya umeme akajisikia aendelee kusimama. Sio shoti ya umeme hii ya kugusagusa hizi za nyumbani. Hizi za nyumbani zimepunguzwa makali. Nenda TANESCO pale, ile wire main gusa hapo, unapigwa pap chini. Ni kwa nini? Kwa sababu ule umeme ni mfano wa nguvu za Mungu. Huwezi kuona, lakini ukishika tu pap chini. Hata kama umeme unakuangusha, unashindwa kujua nguvu za Mungu zinaweza kukuangusha. Nguvu za Mungu ni kitu fulani ambacho hakishikiki, lakini jifunze kuona matokeo yake. Hiyo ndo dhana ya muhimu sana ya kujua kama nguvu za Mungu zipo. Mtu akwambia zinakuaje, wewe mwambie sielewi. Inatokijua na zijua kwenye matokeo basi. Kwa hiyo tafuta matokeo yake. Tafuta kuona zikifanya kazi mahali. Wangapi unanielewa? Hiyo inakutosha kwa leo, si ndio? Tutakutana kesho. Funika macho. Nina mwenyewe hakuna wa mfano wako, upo mwenyewe, upo mwenyewe, upo mwenyewe, upo mwenyewe, hakuna wa mfano wako Yesu. Upo mwenyewe, upo mwenyewe, upo mwenyewe, upo mwenyewe, upo mfano wako, una mfano wako, upo mwenyewe, upo mwenyewe, upo mwenyewe, upo mwenyewe.
Nyosha mikono yako mbele juu. Nataka niombe nguvu za Mungu mahali hapa. Nataka kupokea hizo nguvu. Mungu atakujilia juu kwa namna ya ajabu. Wewe amsha mikono yako, mikono sara hii. Na katikati ya sifa hizi na kuabudu, nguvu za Mungu zitawajilia watu. Inawezekana ulikuwa mwombaji kwa muda mrefu na umepitia kwenye ukame. Nguvu za Mungu ziko hapa. Nasikia kwenye mikono kwa nguvu za Mungu sio za kawaida. Kama shekata. Nyosha mikono juu. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa somo hili. Ninaomba rehema. Ninaomba toba. Ninaomba neema yako na kipawa cha nguvu za Mungu. Ninaomba nipokee hicho kipawa na nguvu za Mungu ziingie ndani yangu. Nijae hizo nguvu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nijaze nguvu zako. Nijaze nguvu, nijaze power kwa damu ya Yesu. Power, hizo nguvu hori, hizo nguvu hori, hizo nguvu hori. Roho Mtakatifu anapita, pita kwa yule mama, pita kwa yule baba, pita kwa yule kijana, pita. Inua sauti ya omba, usikubali omba. Rapa shaka, rapa kata, rapa papa, pokea.